ابن عيينة رحمه الله رحمة واسعة يقول: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر. Si mwenye akili. Sufyan anasema kwamba si mwenye akili yule ambaye kwamba anajua shari kutokana na khair, kutokana na shari, ana akajua ni khair na ni shari. Hii tuchukue huyu mtu akona akili. Innama al-aqilu man ya'rifu al-khayra fay'amala bihi wa man ya'rifu sharra fayajtanibahu. Hakika mwenye akili ni mwenye kujua khairi akawa ni mwenye kuifanyia kazi, na akajua shari akawa ni mwenye kujiepusha nayo. Al-ma'siyatu tuathiru fil aqli, maasi inakuwa ni kuharibu akili ya mtu, kama anavyosema Ibn Qayyim. Ibn Qayyim anasema kwamba annaha tuathiru bil khassati fi nuqsani al-aqli, inakuwa ni kuharibu akili ya mtu. Fala tajidu aqilain ahadahuma muti'u lillahi wal akhara 'asi. Huwezi kupata watu wawili, mmoja wao ni mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mwingine ni asi, illa aqlul muti'i minhuma awfara wa akmal wa fikruhu aswah, isipokuwa yule mwenye akili utampata kwamba akili yake ni kubwa mno, na kadhalika akili yake kuna ukamilifu fulani, na fikira zake ni sahihi mno. Wa ra'yuhu asad wa sawabu qarib, utapata huyo mtu rai yake ni sawa sawa na kukaribu zaidi na usawa, ama ile usawa sema kwamba ni usawa ndo rafiki yake yani. Na akasema kadhalika huyu Hasan al-Basri akasema kwamba ma yazalu abdu fi khairi ma lam yartakib ma'siya, mtu achukua katika khairi maadamu mtu kama huyu hafanyi maasiya. Tu al-ma'siyatu tufsidu alayhi aqlahu wa qalbahu, maasiya inakuwa ni kuharibu akili ya huyu mtu na moyo wake, mtu akawa basi akili yake inaharibika. Wangapi ambao kwamba wanatumia mihadharati, ukaona baada ya muda alikuwa sawa, kisha akili yake ikawa ni kuharibika. Wangapi ambao kwamba wakifanya maasiya, kwa mfano kama vile maasiya mengi, ukapata kwamba inaharibu akili zao, nyoyo zao zinakuwa zenye kuharibu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'an, wattaquni ya ulil albab, niogopeni enyi wenye akili zenye kufikiria na zenye kuzingatia, bimaana kufikiri adhabu na hasira za Mwenyezi Mungu. Basi niogopeni kwa baada ya kufikiria mambo kama haya, basi niogopeni kwa kutekeleza yale ambayo kwamba ni maamrisheni na kwa kujiepusha na yale ambayo kwamba ni makatazeni. Na katika aya nyingine, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun, basi ogopeni Mwenyezi Mungu enyi wenye zidimu za akili, watu wenye akili za kufikiria, ili mpate kufaulu. Kwa hivyo akili ya mtu inapimwa si kwa kujua mengi katika dini, bali inapimwa kwa kule kujiepusha na mengi ambayo kwamba ni ya shari. Kwa hivyo mwenye akili anapimwa kwa kujiepusha na madhambi na kujitahidi katika kufanya toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na akasema Ibn Qayyim, an-nadhru fil awaqib khasiyatul aql, kuangalia mwisho. Wafanya leo dhambi lakini haujui kesho, au unafanya leo dhambi lakini akili ya mtu kaangalia, nikifanya hii dhambi leo basi mwisho wake itakuwa ni vipi. Kuangalia katika mwisho wa mambo ni kazi ya akili. Wa man kana qalilul aqli, yule ambaye kwamba akili yake ni ndogo, fa innahu yanzuru ila al-hadir, akaiangalia kile ambacho kwamba kiko mbele yake tu, haangalii mwisho wake. Ukapata mtu anaangalia stari za sasa hivi lakini haangalii hii mwisho hii stari itakuwa vipi. Kwa hivyo utapata raha gani wewe ikiwa utafanya madhambi katika dunia, kisha kesho katika kaburi yako kwa ni kuadhibiwa milele? Utapata raha gani ikiwa utastarehe muda mfupi kisha ni kuadhibiwa katika kaburi yako, wal-iyadh billah? Licha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kusamehe, lakini anasema Ibn Qayyim, wa kayfa yakunu aqilan wafira al-aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi, vipi mtu mwenye akili kubwa awe ni mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu ambao kwamba katika kabdhi yake, yani bi maana amemshika, yani kama vile amemmilika katika mkono wake, amemdhibiti kisawa sawa, na yuko katika ndani ya nyumba yake ambapo kwamba ni dunia ambapo kwamba Mwenyezi Mungu ametengeneza. Mtu anamwasi katika sehemu hii, ya'lam annahu yarahu wa yushahiduhu fayasihi, huyu mtu afanya madhambi lakini anajua kwamba Mwenyezi Mungu ananiona na ananishuhudia mimi, lakini anakuwa ni kumwasi Mwenyezi Mungu. Atakuwa vipi huyu mtu na akili? Kadhalika ikhwani fillah, wa yasta'inu bi ni'mati ala masakhitihi, na huyu mtu anatumia neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemneemesha katika kutafuta hasira za Mwenyezi Mungu. Mtu amempatia mali akawa ni kutumia mali yake
kwa ajili ya maasi, anatumia kunywa pombe na kadhaa na kadhaa. Mtu amepatiwa afya akatumia katika maasi, waliyadhu billah. Wa khidlanihi, na kadhalika wa khidlanihi lahu wa takhliyatu baina wa baina nafsihi wa aduwihi wa suqutihi min ainihi wa hirmanihi.